Mheshimiwa Kaspar Muya, naibu waziri, mtoa hoja ajiandae. Mheshimiwa naibu spika, nashukuru sana na naomba nianze kuchangia hoja hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika siku ya leo tukiwa salama. Lakini la pili, naendelea kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kuweza kumsaidia katika nafasi ya naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Naendelea kuwashukuru sana wapiga kura wangu kutoka jimbo la Ruangwa. Kwa kweli wanazidi kuniamini na kuniunga mkono, huku wakijua kuwa kwa dhamana niliyopewa ni ya kitaifa. Mara nyingi ninawamisi kuwa jimboni, lakini wanaelewa kuwa jambo hili ni la Wanaruangwa na jambo la kitaifa, na tunaendelea kuchapa kazi kwa kulinda nchi yetu kupitia shughuli zote zilizopo katika sekta ya ardhi. Mheshimiwa Naibu wa Spika, naomba niendelee tena kumshukuru waziri wangu Daktari Leonard Akwilapo, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Baba huyu amekuwa mwalimu kwangu, amekuwa mlezi kwangu, na amenifanya kweli niwe msaidizi wake kwa kunipa majukumu ambayo inaendelea kumsaidia. Ana miongozo pale ambapo anaona ninakosea, ananiambia fanya hivi. Ninakushukuru sana, asante. Vinginevyo naendelea kumshukuru mke wangu Elizabeth Eston Mbilinyi. Jana alikuwa hapa, ametoka Ruangwa akiwa na watoto wake, akasema naomba nije kushuhudia tukio hili. Kazi yake kubwa anayefanya ni kunifanya niwe imara kwa kunipa utulivu, lakini ananiongoza katika sala ya kumtegemea Mungu katika kazi yangu. Ninamshukuru sana kwa malezi anayefanya kwenye familia yangu wakati mimi naendelea kufanya shughuli za siasa. Vinginevyo nawashukuru sana wabunge wote kwa kuchangia vizuri, huku mkiwa na nia njema ya kuleta mabadiliko yenye kuleta matokeo kwenye wizara hii ya ardhi. Wengi mmezungumza mengi, mnategemea wizara hii ifanye mabadiliko, na sio mabadiliko tu, tulete majibu ambayo yataleta tabasamu kwa wananchi. Mimi ninawashukuru sana wabunge. Ninajua tulikotoka ni mbali, lakini tulikotoka huko kuna mengi yamefanyika. Wengi mmeshukuru kwa mambo mengi mazuri ambayo yamefanyika. Naombeni tuwe sehemu ya kuleta matokeo na tuwe sehemu ya kuleta majawabu. Mlioleta sio malalamiko, ni mapendekezo ya maboresho. Tunaendelea kuwa na nyie, ninawaombeni sana. Tutakavyokuwa tunatembelea kwenye wilaya au majimbo yenu, tuwe sehemu ya kuleta tabasamu kwa wananchi. Ninawashukuru sana. Vinginevyo nitaeleza mambo machache tu, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi atafanya ufafanuzi wa hoja katika maeneo mbalimbali ambazo mmeeleza katika michango yenu. Mheshimiwa Naibu wa Spika, naomba nianze kwa eneo la utoaji wa hati. Mheshimiwa wabunge, wengi mmekiri hapa kuna changamoto kubwa sana katika eneo hili la utoaji wa hati. Ni kweli tulikotoka huko ndiko hali ilivyo, lakini kama jambo hilo umelifuatilia kwa kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan, utaungana na wizara hii kusema kuna mabadiliko makubwa sana. Kabla ya mwaka 2021 tulitoa hati katika ndani ya mwaka mmoja hazikuzidi 67,331. Hivi ninavyoongea
mwaka huu tu, katika mwaka mmoja tumetoa hati 107,683 na hatujamaliza mwaka. Nilishawaambia wizara hii ikiongozwa na Daktari Leonard Akwilapo alinipa majukumu mahususi sana katika eneo hili la kutoa hati, kuhakikisha kutoa hati. Aliniambia simamia tume ya taifa ya mipango ya ardhi, simamia eneo la utoaji wa hati, simamia mifumo yote ya wizara ili ilete ufanisi na tija katika kazi zetu. Nilimwambia ahadi yangu kwake ni kutolala na kuhakikisha kuwa kila mmoja atapata hati. Nitakuja kwenye eneo kama hili siku yoyote ile kuja kuwaambieni nani hajapata hati ambaye ameomba, nitamtafuta. Ninahakikishieni kila mmoja mwenye kipande cha ardhi anayemiliki kihalali aliyoomba mwenyewe, akimaliza wajibu wake wa kuambatisha viambatisho vyake vyote, huku akihakikishia eneo hilo ni la halali, halina mgogoro wote, huna sababu ya kutopata hati. Utapata hati, ila tu ukija na vikwazo ambavyo kuna mgogoro ukaomba, lazima kwenda mbele na kurudi, utakuwa umesababisha wewe mwenyewe. Naomba nitoe wito kwa wabunge na Watanzania wote, kumiliki ardhi ni haki yako, tena ni haki ya kikatiba, na haki hiyo sisi tunakupa ile hati kama kutimiza wajibu. Wewe wajibu wako ni kuhakikisha eneo lako hilo unalilinda kwa kutafuta hati. Ninaomba, viwanja vingi tunamiliki wa Tanzania, lakini hatuombi kumiliki kisheria. Ninawasihi sana, maeneo yote ambayo yana mipango pia yana master plan, lakini yamepimwa na mchoro wake umekuwa approved, tafadhali ombeni hati na utapewa. Ninahakikishia kwenye mifumo yote, ukiomba hiyo hati unaweza kupewa chini ya masaa 48 kama viambatisho vyote umefanya. Usipoweza unapewa baada ya siku 14. Ninaombeni sana tufanye hivyo eneo hilo, na ninaomba kwa kuhakikisheni hayo, waziri wangu huyu ameeleza na tumewaeleza kwenye hotuba hii, tunataka mikoa yote iwe na mifumo huu wa ardhi. Tunataka tufanye hivyo. Sasa hivi tuna mikoa 5, lakini tuna halmashauri 41. Ninaombeni sana twende tukafanye kazi hiyo, lakini vinginevyo mmezungumza huku chini, kuna watumishi ambao wana changamoto katika kutoa huduma bora. Katibu mkuu wetu yuko mahiri sana, kamishna yuko mahiri sana, makamishna wote wa mikoa mmewasifia, wako mahiri sana. Hatuna watumishi wengine isipokuwa hawa ndio tuliokuwa nao. Tusiwabeze, tuwatie moyo. Kazi kubwa wanayofanya, matokeo tunayopata ni wao ndio wanafanya. Sisi kazi yetu tutawasimamia watumishi hawa na kuchukua hatua, na nyinyi wenyewe mmeona kuna watu ambao wamefukuzwa, kuna watu ambao wameshushwa mishahara, kuna watu ambao wameshushwa na vyeo, na kuna wengine wapo kwenye uchunguzi ili shughuli zingine ziendelee za kisheria. Na wahakikishieni tutaenda kuboresha utendaji huo. Na eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, mmezungumza sana kuhusu mfumo wa kiutendaji. Mnapendekeza wengine watumishi wetu wa ardhi waende kwenye halmashauri, wengine waende wizarani. Maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan yako wazi kabisa. Tunaenda kuanzisha commission ambayo Mheshimiwa Waziri ameeleza hapa. Ile commission ile kwa kifupi tu, ona kama TARURA ilivyo, ona kama TANROADS, ona kama DUWASA, ona kama DAWASA. Ndio mfumo huu ambao utakuwa unaenda kusimamia sekta hii ya ardhi. Kwa hiyo hakutakuwa na huo mkanganyo, na hiyo itakuwa kuanzia juu mpaka chini. Ninahakikishia kwa mfumo huu tumesha taratibu zote zinaelekea kumalizika. Mheshimiwa Rais nadhani baraza lake anaweza kupitisha kwa haraka na mambo mengine tukaleta katika mabadiliko ya sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina jambo moja kuniruhusu kwa dakika 5. Kuna Mheshimiwa
Pascal Inyasi Chinyele alisema hapa. Dakika mbili mheshimiwa. Dakika mbili. Nakushukuru sana, asante sana Mheshimiwa mbunge wa Dodoma, ndugu yangu Pascal. Mheshimiwa alisema hapa anataka kushika shilingi ya Mheshimiwa waziri. Kabla sijasema lolote, naomba tujiandae kuona, mwachie shilingi yake na wewe unge mkono hoja bajeti hii tupitishe. Naomba tu nikukumbushe, kuna mambo mazuri sana yamefanyika Dodoma tokea jiji hili mwaka 73 hivyo tangazwa mkoa huu kuwa makao makuu ya nchi hii. Kuna mambo mengi yamefanya, pamoja na kuandaa master plan ambayo ipo ndio ambayo tunaitekeleza sasa hivi. Tunachokifanya sisi kama sekta ya ardhi ni kuandaa detailed plan ya kila maeneo ya kimkakati. Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo, maeneo yote ya kimkakati lazima yapangwe. Leo hii utakuwa shuhuda, tumeshirikiana na wewe katika kupanga maeneo ya Kitelela. Leo Kitelela unayoiona ile pale ni kwa sababu ya maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba tu nikuhakikishie maeneo yote ambayo umeyasema jana, na nasema tu machache: Matumbulu, Chigongwe, Mpunguzi, Mbabala, Zuzu na maeneo mengine yote ya kimkakati tayari tumeshakubaliana na Mheshimiwa Waziri ameshatoa maelekezo hapa. Tunaenda kuandaa mpango kina wa maeneo hayo. Kama yameendelezwa tutaweka jinsi gani ya kurasimisha, lakini tutashirikiana na sekta zote katika upangaji ili jiji na wao wahusike, Wizara ya Maji, Ujenzi, Barabara, Umeme, ili tunavyopanga tuwe kitu hiki kimoja. Leo hatutaki maendeleo yakienda mtu mwingine aturudishe nyuma kwa ajili ya kwenda kufanya ubomoaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, hili jambo nikasema nieleze ili ndugu yangu asichukue shilingi ya Mheshimiwa Waziri. Naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Caspar Muya, Naibu Waziri wa Wizara hii.